First of all, mheshimuni sana Hassan Mwakinyo, nyinyi maboxer wa Bongo wote, hakuna nani. Nyinyi maboxer wa Bongo mna tabia moja. Nyinyi wengi sana, nyinyi ni darasa la 4C. Mmezingua kinoma huko shuleni huko. Sasa hivi mnakuja kupiga kelele. Mwakinyo ana akili sana jamani. Mwakinyo ni mmoja kati ya boxer ambaye ameivusha boxer kutoka huku kwenye mionekano ya kiuni mpaka kuileta kuwa boxer sehemu ya heshima. Unajua boxer wa suti walikuwa waingii kabisa kwenda kuangalia michezo yenu. Lakini this time sasa hivi watu wanavaa masuti, wana mabodyguard, watu wanaingia pale, mawaheshimiwa sio na nani. Wote wanazama wanaenda kuangalia boxing, lakini this time sasa hivi kuna wameibuka makundi ya vijana wa ajabu wanamdisi Hassan Mwakinyo kwa kila anachokifanya. Champezi anastahili pongezi kubwa kwa kila jitihada anayoifanya. Hassan Mwakinyo ameifanya boxer this time, media zinatia pesa nyingi kwa ajili ya boxing. Huyu ndo bondia wa kwanza nchi hii kufanya tamasha kubwa la boxing ambalo limeandaliwa kwa gharama kubwa. Kama mnakumbuka Shamba la Bibi, before hapo kulikuwa hakuna haya masuala si vitasa na nini. Sosi ya haya mambo yote ni Hassan Mwakinyo. Baada ya kumpiga mtu huko Ujerumani, kumpiga si mtu wapi, kuona record ya huyu Mtanzania, mbona anafanya maajabu makubwa. Sasa nashangaa kuona watu wanadish. Mfano kama leo asubuhi nimekuepuka kukutana na post ya Ibrahim Classic. I don't know why ameamua kuzungumza vile. Naona huyu Ibra amesafiri sana Ulaya before ya kamera kummulika, lakini nothing hajaje kuleta taarifa yoyote hapa Bongo kama yeye ni mkali. Watu wamekuja kumjua juzi hapa kupigana na hao doanzi wenzake. Tunatakiwa tutulize akili, tutulize mabongo zetu sisi, kuacha kuzungumza kumdisi. Hassan ni icon ya boxer. Nyinyi ni wapiganaji ambao mnatakiwa kusoma vitabu vya Hassan Mwakinyo kila sekunde moja ili muweze kujifunza namna gani mnatakiwa kuwa mabondia wazuri. Mfano kama Tuakiduku umri wake unazidi naye kukimbia tu. Hassan kumwambia ukweli, una kocha mmoja kila siku huwezi kubadilika, utakuwa unapigana mfumo wako huo tu makota. Ndio maana Ulaya unapigwa. Sio masiara unajua tu kwa nini unapigwa Ulaya? Kwa sababu hujui kupigana. Hapa ndani unakutana na viazi unatumia nguvu. Hizi nguvu zako nadhani Ulaya tunazitumia. Ulaya unapigwa kwa formula. Ndio maana unarudi Bongo hapa unakuja story nyingi. Hassan is the best champion. Hassan hana mpinzani. Ni the best champion. Mwakinyo anapigana hamna mfano. Yule jamaa mnamuona Nigeria anasema mlevi. Yule jamaa akija kumchukua boxer wako hapa. Tuliona huyu ambaye kuna mtu mmoja anaitwa Mfaume. Yeah. Alipigana mwaka huu pia na yeye pia. Alipigana. Tena kwa promotion ya Semunyi. Alipigana na jamaa, yule jamaa alimpiga Mfaume round ya kwanza hadi ya mwisho, alafu Mfaume akapewa ushindi. Mfaume mwenyewe alisema yo noma. Hapa nimekutana na moto. Alafu Mfaume huyo ni bonge la mtu ambaye linamdisi sana sana. Hey, wazee, boxer si mdomo makelele. Boxer ni record. Lazima utengeneze record nzuri. So ya hapa nje, rekodi zinatengenezwa nje. Hapa ndani huu ushindani wa ndani, unajua sio Swahili kuzungumza. Nitoe mfano mdogo, I'm sorry, naingiza topic nyingine. Mfano, tunasema nani the best kwenye muziki? Lazima useme Diamond kutokana na record aloitengeneza na alokuwa nayo hadi muda huu. Lakini kuna watu wanatamani kushindana na Diamond. Hata mkami anaweza kusema mimi ni mkali zaidi ya Diamond. So, kwenye boxer hakuna mkali kwa hii generation kama Hassan Mwakinyo. Out. Hassan Mwakinyo ndiyo champion pekee kwa sasa kwenye hii generation. Anaweza kufanya mambo makubwa na taifa likashtuka. Hata itokee kitu gani sasa hivi hapa, itokee mashindano ya kidunia hapa, atomoe mtu mmoja, Mwakinyo anatoka. Dunia inamfahamu Mwakinyo kwa ngumi. Tanzania inajulikana kwa ngumi kwa sababu ya Hassan Mwakinyo. Hakuna bondia mwingine yoyote. Japo kuna mabondia wengi wazuri, lakini icon ya ngumi kwa Bongo, kwa Tanzania ni Hassan Mwakinyo. Mabondia wengine wote mnatengenezwa sijui nani. Promotion zote za Bongo zinatamani zifanye kazi na Hassan Mwakinyo. Wewe jiulize kwa mfano kama ile promotion ya Sayumba ile inaitwa Mafia ungeamua kufanya kazi na Hassan Mwakinyo au angekuwa wana urafiki au jamaa ungerudi. Unadhani ile Mafia ingekuwaje? Ingekuwa poa. Wanatumia nguvu kubwa sana kutengeneza mabondia, hata kutengeneza rank. Hassan Mwakinyo wao wanne sio ngapi. Lakini wao cheki Hassan alivyokuwa naomba. Akiingia ulingoni sold out. Yaani goma linajaa, yani unaona namna gani zile arenas. Ndio maana akasema next time pambano langu jingine
natamani tuweze kuweka stadium ama tutafute ile arena special kwa ajili ya ngumi. Ndio ipo hivyo. Nyinyi bondia wengine hapa Bongo wote nyinyi nendeni pumzikeni nyumbani. Hakuna mwenye uwezo wa kupigana na Hassan Mwakinyo wala uwezo wa kufanya maajabu anayofanya Hassan Mwakinyo. Ibrahim Classic wao wana beef na Hassan Mwakinyo kwa sababu ya 1 2 3 inafahamika, kausha sijui mfaume kausha toa kiduku, unatafuta kuondoka na upepo wa Hassan Mwakinyo umepotea wewe, kausha. Wengine wote wamelala, siwezi kuwataja maskini ya Mungu kwa sababu ndio tayari shughuli zao zimeisha. Big shout out washikaji zangu wote ambao wanaamini Hassan Mwakinyo ni champions, ndio noma, lazima tumpe mashavu yake na maua yake. Kama unajua tutakwambia, kama hujui tunakutupa huko. Black and white hapa ni Black Media. Hey, tunaenjoy washikaji zangu. Tusichukiane jamani, ni mtazamo wangu. Billy Bauta Park, tuendelee kuenjoy.